Yes, bana, habari njema kwa Tanzania kuhusu kile ambacho kimetokea kwenye mchezo wa kuwania kufuzu hatua ya robo finali ya AFCON pale nchini Morocco. Tanzania dhidi ya wenyeji Morocco ambao wamefanya kila wanarojua wao kuhakikisha ya kwamba mchezo unawaendea vyema hasa upande wao. Hongera ziende kwa kocha Miguel Gamondi na wachezaji wa timu ya taifa Tanzania kwa kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania, na hakika wameacha alama kubwa kwenye soka la Afrika na kuikumbusha Afrika kutambua ya kwamba kuna taifa linaitwa Tanzania na lenyewe pia kimpira tunazidi kupiga hatua. Chane na habari za kuhusiana Tanzania kupiga hatua kisoka. Ni habari njema ni hizi ambazo shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA wameanza mchakato rasmi wa kuchunguza tukio la timu ya taifa Tanzania kunyimwa mkwaju wa penati halali na wawazi kabisa baada ya mchezaji wa timu ya taifa Tanzania Edinado kusukumwa na captain wa Morocco ndani ya penalty box, na ile ilikuwa ni penati halali kwa timu ya taifa Tanzania, na Tanzania ingetumia nafasi hile kuweza kuweka mzani sawa, kwa maana kwamba kama wangefunga wangeweza kusawazisha na mchezo kaenda extra time, na maybe Tanzania tungeibuka na ushindi kwenye mikwaju ya penati. Sasa shirikisho la mpira wa miguu limeshawasilisha taarifa hizo rasmi Morocco na kuwajulisha ya kwamba watafanya uchunguzi kuhakikisha wanafahamu, wanatambua kama kuna njia zozote ambazo zimetumika za rushwa, na of course zimeonekana video zikisambaa kwenye mitandao ya kijamii ambazo zinaashiria ya kwamba kulikuwa kuna mazungumzo ya mwamuzi wakati wa mchezo akizungumza na rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Morocco. Ni nini alikuwa anazungumza nao kwenye kipindi baada ya zile dakika 45 za kipindi cha kwanza half time? Ina maana kwamba kuna kitu walikwenda kuzungumza, kuna kitu walikwenda kuteta, na baada ya hapo ndipo tumekuja kushuhudia dakika 45 za unyonyaji kutoka kwa mwamuzi wakati kwenda kwa timu ya taifa Tanzania. Hajataka kujishughulisha hata kidogo kwenye tukio la timu ya taifa ya Tanzania baada ya kuwa Edinado amesukumwa ndani ya penalty box, kitu ambacho ile ni penalty ambayo mwamuzi angetaka kufunika hata pasipo kwenda kujidhihirisha, kwenda kutazama kwenye VAR. Ina maana kwamba hata VAR iliyokuwepo imeshindwa kumsaidia, na kwa nini hata waamuzi ambao walikuwepo kwenye VAR rooms wameshindwa kumuita mwamuzi wakati na kumwambia bwana hili tukio unapaswa kuja kudhihirisha kama ni kweli. Hapa ndipo tunabaki kumsifia mwamuzi ambaye alisimama kwenye mchezo wa timu ya taifa ya Tunisia na timu ya taifa ya Mali, ambapo aliamua matukio ambayo ni magumu kwa wafanya maamuzi, lakini kwa sababu aliamua kutenda haki akaweza kuipa Mali mkwaju wa penati kwenye dakika ambazo sio rahisi kutoa mkwaju wa penati. Tanzania imepitia msala huo, Tanzania imenyongwa, na tunarudi Tanzania tukiwa vifua mbele, na shirikisho la mpira wa miguu limeweka bayana ya kwamba baada ya uchunguzi kukamilika na kujiridhisha ya kwamba yes, kulikuwa na viashiria vya rushwa kwa mwamuzi kuibeba timu ya taifa ya Morocco ambao ni wenyeji, basi kuna lungu kubwa litashuka kwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Morocco, kwa sababu tabia ile inapaswa kukomeshwa. Lakini pia baada ya hapo Morocco wataingia kwenye kizuizi cha adhabu kali baada ya tukio lile kuto kufanyiwa maamuzi kwenye zile dakika 90. Lakini pia mwamuzi wa mchezo atalazimika kufungiwa kuto kuchezesha mechi za kimataifa, hasa kwenye mechi ambazo yanahusisha mashirikisho ya timu za taifa. Na baada ya hapo maamuzi rasmi yatatolewa na shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA. Ikiwa Tanzania itawapendeza, wanatamani kuona Morocco wakiadhibiwa, wanatamani kuona yule mwamuzi akiadhibiwa. Tanzania kwa sasa sio nchi ambayo ni nyepesi kwa namna yoyote ile, bali kwa sasa tunaweza kujitozeresha na tunaweza tukafanya kile ambacho hakiwezi kutarajiwa kutoka kwa watu wengi. Sasa tukubali kwamba shirikisho la mpira wa miguu FIFA duniani likifanya maamuzi yake, Tanzania watakuwa wameridhika, ama Tanzania wanatamani kuona hatua kali za kisheria zaidi zinazohusiana na mpira wa miguu, kanuni na taratibu zikifuatwa zaidi hata kile ambacho kimefanyika kwenye mchezo wa timu ya taifa Tanzania na dhidi ya Morocco. Lakini ukweli utabaki ya kwamba Morocco ni miongoni mwa mataifa ambayo yanapofanyika mashindano nyumbani kwao wanakuwaga na figisu nyingi kiasi kwamba wanatamani wakiwa
mahosti wa mashindano yoyote yale, iwe ni under 20, iwe ni ya virabu, iwe ni mashindano aina gani, wamekuwa na tabia za ovyo kwelikweli ambazo zinapelekea game kuwa ngumu. Na sasa this time wameingia Tanzania. Tanzania tumei kuona malalamiko yalikuwa ni makubwa mno kwa kikosi cha timu ya taifa kwenye klabu ya Young Africans waliponyongwa dhidi ya Mamelodi Sundowns kwenye mchezo wa robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Na baada ya hapo tunashuhudia watu wengi walilalamika, na sasa nizamu ya timu ya taifa ya Tanzania baada ya kunyimwa mkwaju halali wa penati na mwamuzi wa kati na hata kukataa kwenda kutazama VAR. Ile inaashiria ya kwamba kuna mazingira yaliyoandaliwa rasmi kwa ajili ya kwenda kuinyonya timu ya taifa Tanzania. Na baada ya kuona dakika 45 zimekuwa ngumu, hasa kufungua safu ya ulinzi, kuifungua kodi ambayo ilikuwa imefungwa vyema na kocha Miguel Angel Gamondi, kocha wa timu ya taifa Tanzania, na hatimaye wamefanikiwa kwa kile ambacho walikuwa nakitafuta timu ya taifa ya Morocco, kwa maana kwamba wao wamenufaika na goli ambalo wamelipata na wamenufaika kwa mwamuzi kuwazawadia Tanzania goli, nafasi ya mkwaju wa penalti ambayo ilikuwa ni clear chance. Lakini pia tukiachana na nafasi ambayo Taifa Stars tumepata ya ambayo ni ilikuwa tupewa mkwaju wa penalti, kuna nafasi ambazo kama ingekuwa ni bahati kwa timu ya taifa Tanzania, basi nafasi ya Simon Epigodi Msuva madakika za mwanzoni kabisa angeweza kuscore, kwa maana tayari ishafanya kazi nzuri na Selemani Mwalimu, ilikuwa ni jambo tu la kuscore. Lakini pia kuna ile chance ya Faisal Salum Abdalla, na haikuwa bahati tu, tukubali hivyo kwa sababu tayari maamuzi yashamuliwa na mwamuzi hawezi akabadilisha chochote kitu kwenye game. Akishasema ni penalti ni penalti, si penalti si penalti, akipuliza kile kipenga chake cha mwisho kuashiria kwamba mchezo umemalizika, matokeo ambayo yatafanywa kazi ni yale ambayo mwamuzi ameyasubmit kwa shirikisho. Lakini pia kitu ambacho kwake kitampunguzia ni kukosa sifa, na atakwenda kuadhibiwa kutokana kwamba timu ya taifa Tanzania imenyimwa mkwaju halali wa penalti, na tuna hasira kweli na wa Morocco. Next time tutakapokutana tutakuwa tumejipanga vyema na kuona namna gani tunaweza tukashinda katika mazingira magumu. Na mimi niseme tu timu ya taifa Tanzania tunapaswa sasa kutengeneza mazingira, namna ya kupata alama na namna ya kupata ushindi nje ya uwanja. Yani tusizoee kupata kila kitu kutoka kwa